Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji wa huduma hii ya Carlos Ministries, ninamshukuru Mungu kwa kukuwezesha kuweza kupata muda wa kuplay video hii na kusikiliza mahubiri haya. Naomba Mwenyezi Mungu isiwe kwa maneno yangu bali ni kwa maneno yake aweze kusema na wewe. Kabla sijaendelea, ningependa kuomba kabla kufungua neno hili. Mwenyezi Mungu, Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa wakati huu. Nakushukuru kwa neema yako na neema zako ulizonipa hata kupata kuwafunulia watu wako juu ya neno hili. Katika jina la Yesu Kristo naomba Roho wako Mtakatifu akanitangulie napokwenda kuitoa neno hili. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Asante sana ndugu mpenzi mtazamaji wa Carlos Ministries. Asante kwa kuchukua dakika zako kadhaa kwa kuweza kunisikiliza neno hili. Somo langu linatoka katika kitabu cha Mathayo 7:21 na Yohana 6:40. Mathayo 7:21 nasema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Na Yohana 6:40 nasema, na mapenzi yake aliyenituma ni haya, kwamba kila amwonaye mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Somo letu la leo linaitwa mapenzi ya Baba. Sasa mapenzi ya Baba ni nini? Ikiwa umemwamini Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya uzima wa milele, ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, akazikwa na kufufuka siku ya tatu, umefanya mapenzi ya Baba na utaingia katika ufalme. Mapenzi ya Baba ni kuliamini jina lake, ni kumwamini mwanaye na kumuona mwana ili uwe na uzima wa milele. Hayo ndio mapenzi ya Baba. Na mapenzi yake aliyenituma ni haya, kwamba kila amwonaye mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Na siku ya mwisho, ukishamwamini Bwana Yesu Kristo huwezi kamwe kupoteza wokovu, kama Yesu alivyoahidi kwa wote wanaoamini kwamba hawatakufa kamwe. Japo tutakufa katika miili, lakini roho zetu kwa kuwa tulishampa Kristo zitaishi milele. Kifo kinakuwa ni kama ni koma, sio full stop. Unalala usingizi kwa muda kitambo mpaka Yesu Kristo atakapokuja mara ya pili na kulifufua kanisa. Yohana 11:26 nasema, na kila aishie na kuniamini hata kufa hata milele. Je, unaamini hili? Ukishamwamini Bwana Yesu Kristo, wewe ni mtoto wa Mungu milele. Japo tutakufa katika maisha ya kiduniani, lakini katika roho tutaishi milele na Baba yetu kule mbinguni. Na hapo ndipo tutakuwa tumetimiza mapenzi ya Baba. Wagalatia 3:26 nasema, kwa maana ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kama ndivyo neno kwenye Yohana 1:12 kwamba wote waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika wana wa Mungu, nao ni wale waliaminio jina lake. Na Galatia 3:26 naye anasema, kwa maana ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Ukishamwamini Bwana Yesu Kristo, unaweza kujua 100% kwamba una uzima wa milele, kwa maana neno la Mungu linasema hivyo. Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 5:13, Mtume Yohana anatuandikia, nimewaandikia ninyi mambo haya, ninyi mnaoamini jina la mwana wa Mungu, mpate kujua ya kwamba mna uzima wa milele na kuliamini jina la mwana wa Mungu. Hayo ndio mapenzi ya Baba. Namshukuru Mungu kwa kuwa leo umejua nini Mwenyezi Mungu alimaanisha kwenye Mathayo 7:21 aliposema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Na Yohana 6:40 ndio inatujibu. Inasema, na mapenzi yake aliyenituma ni haya, kwamba kila amwonaye mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hayo ndiyo mapenzi ya Baba. Asante.
kwa kunisikiliza. Asante kwa kuwa Roho Mtakatifu amesema na wewe kuhusu mapenzi ya Baba ni nini. Mwenyezi Mungu Baba mbinguni, nakushukuru kwa ajili ya watu wote hawa waliweza kusikiliza somo hili na wamepata kujua mapenzi ya Baba ni nini. Kawabariki katika shughuli zao, wakapate kufanya kazi vizuri na kawa baraka kila mahali wanapokwenda. Katika jina la Yesu Kristo nakushukuru.